dhambi, mbona iko hivi kumbe. Halo. Mathayo anamfunua Yesu kwa habari ya dhambi zinazotendeka katika mioyo ya watu, dhambi zinazofanyika ndani ya mioyo ya watu, na hili analikemea. Anawaambia Wayahudi, angalieni mambo yanayofanyika ndani ya mioyo ya watu kisiri. Na amewaambia hakuna mbingu ya dhambi kama hizi zinazofanyika ndani ya mioyo kisiri. Mungu aturumie wana Mungu. Mungu aturumie sana. Tunaona kwamba, hebu nisomee ile 5:21-32. 5:21. Ndio. Asema mmesikia watu wa kale walivyoambiwa. Ndio, hebu nisome 32. Hiyo 21 Luka soma 32. 32 anasema, ndio. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, ndio, isipokuwa kwa habari ya uasherati, ndio, amfanya kuwa mzinzi. Na mtu akimuoa yule aliyeachwa, ndio, azini. Ndio. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Wana wa Mungu, tunamwona Mathayo anaanza kumfunua Yesu Kristo hadharani. Anamfunua Yesu mbele ya umati wa watu. Anamfunua Yesu kwa Wayahudi wenzake. Anamfunua huyu Yesu Kristo ili wamfahamu Wayahudi, wafahamu neno la Mungu, wafahamu injili ambayo Yesu alihubiri. Akasema, jamaa sikilizeni. Niwaambie, lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, afanya kuwa mzinzi. Na mtu akimuoa yule aliyeachwa, anazini. Mungu atuhurumie. Mtu akimuoa aliyeachwa, lazima jehanamu ya uzinzi ataiogelea. Mungu atuhurumie sana. Ndio maana tunajifunza habari ya ufalme wa mbinguni, namna gani tunapaswa tuishi. Haleluya, kanisa la Bwana. Tuishi. Leo wapo watu wengi katika ulimwengu huu, wapo watu walioatika. Anaatika hapa, anaolewa pale, anajua yuko salama. Na bahati mbaya leo ziko wapo viongozi wa imani tofauti, wanasema kwao wamepewa mamlaka ya kutenganisha ndoa. Biblia gani? Au neno gani ambalo linakupa wewe unayenisikia, linakupa wewe unayenitazama, mamlaka ya kutenganisha ndoa ya mtu? Amesema Bwana, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Alichokiunganisha Bwana, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu hana amri ya kutenganisha. Lakini leo katika ulimwengu wa leo wameinuka watu na elimu zao na mawazo yao, eti wamepewa mamlaka, wamepewa uwezo wa kutenganisha ndoa ya mtu. I said, maandiko yanaambia kwamba ukishaachana na mume wako na mke wako, usikuolewa, isipokuwa kwa habari ya kifo peke yake.
Utakapoolewa unafanya uzinzi. Na wazinzi mbinguni hawatakwenda. Hakuna mbingu ya wazinzi. Hakuna mbingu ya wazinzi. Ile mbingu ni ya watakatifu tu. Halo. Mbona ki? Ile mbingu ni ya watakatifu tu. Ninapokuwa nimemwacha mke wangu, siruhusiwi kuoa. Nitakapokuwa nafanya uzinzi. Mke wangu atakapoolewa anafanya uzinzi. Hakuna mbingu ya wazinzi. Mathayo anamfunua Yesu kwa Wayahudi ili waelewe, ili wafahamu mioyo waliokuwa nayo, maana walikuwa wamepakia vitu mioyoni. Walikuwa mioyo ya tamaa Wayahudi. Kila walichokiona kina inafaa. Kuna waliangalia sheria zao. Lakini Bwana akasema, sikilizeni niwaambie. Lakini hebu tuangalie nukuu ya Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 10 hadi 11. Wakorintho wa kwanza 7:10. Some pale. Wakorintho wa kwanza 7:10. Yes. Hadi 11. Naam. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza. Ndio. Wala hapo si mimi. Ndio. Ila Bwana. Mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe. Au apatane na mumewe. Tena mume asimwache mkewe. Hakuna kuachana. Haleluya. Amen. Hakuna kuachana. Lakini angalia dunia ilipofika leo. Angalia ulimwengu ulipofika leo. Na sijajua wanasoma Biblia gani. Na sijajua hata hao viongozi wanaoongoza hao wanasoma Biblia gani. Mara siku moja nikasikia kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ni kiongozi mmoja wa dini. Ndoa yake ikaleta shida fulani. Watokea mtafaruko mkubwa. Lakini wale viongozi wenzake wa dini waliofuatilia ile ndoa akaitengua. Yule baba au yule mama akawa huru. Baba aoe na mwanamke naye aolewe. Mungu. Hii mafundisho ya wapi? Wakati huo wanashindwa kuangalia neno la Mungu. Biblia inaniambia kwamba yule atakaye mfundisha kati ya mafundisho manyonge madogo na kuwadanganya watu wangu, hakika huyo atakuwa ni mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Lakini yule atakayewaambia watu wangu kweli, huyo atakuwa ni mkubwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Atakuwa ni mkubwa katika ufalme wa Mungu Baba Mwana Mtakatifu. Wakasema sasa hii kwa kuwa hii ndoa iko moja mitatu. Ngoja tunatenganisha. Kumbe mwanaume yule kiongozi wa dini akaoa mke mwingine na akafunga ndoa. Wakati alifunga ndoa ya kwanza tena, Mungu afunia na Mungu. Na yule mwanamke na yeye akafunga ndoa na mwingine. Tunapenda mbingu ya nani?
Hakuna mbingu ya wazinzi. Anayeachwa anapoolewa anazini. Anayemwacha mwenzake anapooa naye anazini. Hakuna mbingu ya watu kama hao. Mbingu ya jehanamu ya moto. Mungu atuhurumie sana na Mungu. Lazima tujifunze. Tumwogope Mungu. Duniani hatuishi kwa kufuata akili zetu. Hebu tufuate mawazo ya Mungu. Hapo tuambie. Leo wapo watu kadhaa ambao wanachukua mawazo yao. Amelala na waza, itakuwa hivi, tunaishisha tu ili iwe hivi. I say, Biblia gombo kamili, Injili ya Yesu imekataa habari ya kuchukua mawazo yako. Hapana. Biblia imekataa. Wewe Mungu imekataa. Tumia mawazo ya Biblia. Biblia inasemaje? Inasemaje? Mathayo anamuelezea Yesu kwa habari ya mambo haya. Lakini pia Paulo kwa Korinto, na yeye hakusita, na yeye akaenda kwa Korinto akawaambia, jamaa sikizeni. Ikiwa ameachana naye na kaya solewe au apate naye, hadi ingekuwa linapotokea changamoto yoyote, hebu fanya mapatano na Mungu, na anapenda mapatano. Lakini hakuna maisha eti mimi nimeacha